Subscribe Miujiza TV. Keki ni aje? Fresh na kwaje? Mzima? Mzima. Naona hali ya mvua inataradadi. Tunashukuru Mwenyezi Mungu neema hiyo. Kwa hivyo ukiona mvua kama hivyo usijui baraka. Na Mwenyezi Mungu anatujalia hali ya hewa iwe salama. Unajua Oktoba hii kuna mambo mengi sana. Ni kweli, hususan tukiangazia kwenye upande wa sanaa na burudani, tunaona Diamond Platinum kaamua kukiwasha ndani ya Oktoba hii. Ametoa takriban nyimbo 2, Nani pamoja na Msumari. Kwako wewe unazungumziaje back to back ya Diamond? So far binafsi nimeenjoy kwanza muziki mzuri, na kingine Diamond ni kama pia amekata kiu ya mashabiki zake. Unajua muda mrefu tokea atoe Yatapita na nini, umeelewa, sijui bongo flavor, yani music au hits ambazo zenye ladha ya bongo flavor ni muda mrefu kidogo, kwa sababu tumeona ametoa makomasa manini international music. Kwa hivyo Nani, Msumari ni ladha ya bongo flavor, na hii ni kiu ya mashabiki, ama amewasikiliza mashabiki wanataka nini, kwa sababu Diamond msanii mwenye mashabiki wengi sana. Kwa hivyo ameona afanye bongo flavor, na yote kwa sababu huenda mwakani akaachia magoma yake international, kwa sababu kwenye tour shows anazofanya tumeona akizunguka akiwa studio na wasanii mbalimbali wa Kimarekani. Kwa hivyo kuna magoma makali na ni makubwa ambayo ya international. Kwa sasa hivi naona anatupa bongo flavor kwa sababu anataka tuletee international music ambazo. Tukifocus kwenye huu muziki wa Nani wa Diamond Platinum ambao ni muziki wake wa mwisho kutoa katika Oktoba hii, tunaona miongoni mwa msaada mkubwa aliofanya kwa Tegeta Kids ni pale ambapo kuwa support wao kuwa miongoni mwa kazi zake. So wewe unaona ni moyo wa aina gani Diamond Platinum ameonyesha wale watoto wa Tegeta Kids? Kwanza ni kitu kimoja, sio nyimbo yake ya mwisho kwa Oktoba hii umesema. Kwa sasa hivi tunaijua hiyo ni ya mwisho. Yaani kwa sasa hivi tunaijua, ukisema ataja nyimbo ya mwisho ya Diamond kwa hivi sasa lazima utataja Nani, huwezi ukataja nyimbo nyingine. Je, zipo zingine unazijua, yani tetesi? Ulisema mwanzo nyimbo ya mwisho kwa Oktoba hii. Inawezekana Kiswahili kimegongana. Yeah, of course. Kwanza kabisa mimi ni muumini sana wa kupongeza watu ambao wanafanya makubwa na mazuri hasa kwa watu. Diamond sio binafsi. Mara nyingi amekuwa akitumika, brand yake imekuwa ikitumika kuna watu wengine kufikia malengo yao. Umeelewa? Kwa sababu kitendo cha kuamini watoto kama wale, vijana kama wale wa Tegeta Kids na kuwepo miongoni mwa project zake kubwa, umeelewa, sijui za kufunga mwaka. Kwa hivyo ni sehemu ya kuwanyanyua, na si kuwanyanyua wale tu, bali kuinyanyua pia Tanzania, kwa sababu nyimbo zake Diamond zinasikilizwa nchi tofauti. Kwa hivyo mimi nimpongeze, ameweza kushika mkono. Ndio maana hata wenyewe pia wale vijana Tegeta Kids wengine walikuwa wanalia kabisa. Kuna feeling walionyesha. Unajua kuna sisi binadamu, kuna baadhi ya matukio kifanyiwa tushazoea kulia kunawakilisha maumivu, lakini kuna wakati machozi pia yanawakilisha furaha, kwa sababu si kila machozi yanayotiririka yametokana na maumivu uliyopata. Hapana, yapo mengine furaha inazidi kucheka, unaona haiwezi kadhihirisha furaha yako. So machozi pia yanaweza ikawakilisha hicho kitu. Yes, kama nyinyi wanawake mkiolewa mnalia. Wai sisi babu. Asi mfano tu, mkiolewa mnalia, mkinunuliwa zawadi nzuri mnalia. Hebu jaribu kununulia afu uone mimi nitalia au nitachi. Nimejua hiyo. Nimejua hiyo. Anyway, turudi kwa Dogo Sergeant. Tunaona hivi karibuni aliposti kwenye akaunti yake ya Instagram kwamba kwa sasa sipo tena wana Mangang. Lakini baada ya siku 2 na kuambia waandishi wa habari kwamba ameingia mkataba rasmi na Chino, hivyo ameamua kufanya kazi kiofficial zaidi, kwa sababu hapo mwanzo alikuwa tu Chino amemkaribisha Dogo Sergeant wakati alipopitia magumu yeye na Mtufu Denge kujisemea Doto Magari. So kwanza japokuwa Dogo Sergeant ni miongoni mwa wasanii, so tukizungumzia kiki kwake inafaa, lakini tuzungumzie kuhusu lika lake, kuhusu ukubwa wake katika tasnia nzima ya sanaa. Je, ni sahihi Chino kumuingiza kwenye kiki Dogo Sergeant? To me, yes, kwa sababu ndio muziki unahitaji hivyo. Unajua kuna vitu usipovifanya kwenye muziki
utakuwa unaonekana uko nyuma. Unataka kuniambia haya unayofanya kina Diamond kwa mbele ya Amanda? Na maana ni sahihi? Ndio ladha ya Bongo Flava, ndio ladha ya Bongo Flava, ndio Bongo Flava ambayo iliyotengenezwa na generation hii ya kina Diamond Platnumz. Kipindi hicho kina Juma Nature, kina Dully Sax, kina nani walikuwa hawaamini sana kwenye mambo yao ya kiki, walikuwa naamini kwenye kuachia magoma makali na nini, ila kwenye generation hii kina Diamond Platnumz bila kufanya kiki uweze kusustain. Anyway, so let's focus kuhusu masuala mazima ya singeli. Tunafahamu nowadays viongozi wa serikali wameamua kuchukua muziki wa singeli kuwa ni muziki wa kimataifa na ni muziki ambao unatambulisha taifa letu la Tanzania. So nitajie top 5 ya kwako wewe. Wasanii wa singeli bwana, bila kuficha, Dula Makabila mimi namkubali sana na mheshimu sana. Naweza nisipenda anachokiimba lakini nikaheshimu namna ambavyo anavyoandaa project. Dula Makabila ni kweli anaandaa project. Ni creator. Yani yuko sawa, melodies ziko vizuri. Anaweza sio mwimbaji mzuri, na sanaa sio lazima tuwe mwimbaji mzuri. Umeelewa sijui. Kwa Dula Makabila kwangu mimi ni one of the best artist kwenye upande wa singeli. Yani kile kitu. The second one? Second sitomuondoa Meja Kunta bado. Meja Kunta ni bado kuna generation hapa inaimba kama yeye, maana yake bado ana kitu kikubwa sana Meja Kunta. Kuna kina Msaga Sumu, ma legend wakubwa wameinspire watu. Anyway, sote tunafahamu katika kila sanaa au katika kila tasnia either ya uigizaji, uimbaji, kunakuwa na ma legend lakini bado kutakuwa na hawa chipkizi ambao wanaanza. So vipi kuhusu top 5 yako ya chipkizi kwenye upande wa Bongo Flava? Kwa upande wa top 5 yangu mimi, kikweli vijana wanafanya wengi vizuri. Wengi wanafanya vizuri, lakini mimi bwana namba 1 nampa Fabi Africa. Fabi Africa kikweli ni msanii ambaye namkubali. Kwanza ni mdogo wangu, namkubali sana, ana vocal, anaimba vizuri, ana talent, ana ubunifu pia, anaimba nyimbo za kikubwa, anaimba nyimbo za international. Unajua ni msanii chipkizi lakini anafanya international music. Fabi Africa watu bado hawajamzingatia sana tu, lakini kama watamuamini, watampa sikio, watamsikiliza, watamtazama, miongoni mwa naweza kusema kina Diamond wa baadaye, Fabi Africa. Lakini namba 2 nampa Godfrey. Godfrey ni yule mwenye ulemavu wa macho, Godfrey. Godfrey na mheshimu, ni mwimbaji mzuri sana. Lakini namba 3 naweza kumpa Nyago Mani. Nyago Mani ni hao wasanii ambao wanapatikana huko huko kwenye kambi. Kwenye kambi ya wakimbizi huko sijui. Yes, mmoja kati ya dogo mmoja. Of course namkubali, ni mbunifu pia, anafanya music kulingana na usasa ambao uliopo. One of the best. Ni msanii mzuri kiukweli, kwa unaweza ngampa namba 3. Namba 4 yangu mimi katika top 5 yangu, namba 4 nafunga napita na Kondela TZ. Huyu ni mpya sasa. Anafanya vizuri pia, anafanya vizuri sana. I appreciate. Lakini namba 5 acha nimpe Dogo Lema tu. I love na tuneto. Dogo Lema bwana, acha nimpe namba 5 bwana, amejitahidi sana kiukweli, amejitahidi sana. Kwa hiyo hivyo. La mwisho ningependa kukuuliza, Miujiza TV miongoni mwa wasanii ambao walikuwa wanabrandiwa sana alikuwa ni Kea, huyu dogo alioimba nyimbo ya Muda. Vipi kuhusu muendelezo wa ngoma zake, kwa sababu alifika katika effort ya Miujiza TV na akaamua kuwasilisha, kutuahidi kuna mambo mengi zaidi yanakuja. So manager, unalizungumziaje hilo? Maana umewataja wengine ila huyu mwamba umemsahau. Na najua ndio kitu ambacho ulichoshangaa. Yaani lazima nishangae. Hivi kati ya wale 5 umeshindwa kumkumbuka huyu? Kama umeshindwa kumkumbuka kwenye A-list, basi hata huko mwisho mngemtaja. Mimi nimeumia. Of course Kea ni msanii mzuri sana na namkubali sana, umeelewa? Sikutaka kumpa majukumu hayo ya kumweka kwenye top 5 kwa sababu bado pia anahitaji kujifunza na bado anajifunza, lakini bado hakupata huo uaminifu kama waliopata hao wengine. Na naamini baadhi ya Watanzania wanafahamu nini ambacho anacho Kea. Kea ni msanii mzuri. Msanii mzuri sana, nakupa vitu vingi sana.
tunzi, anaimba style zote, analia, happy nini, umeelewa, sijui vibe, anafanya mapiano na vitu kama hivyo. Lakini kitu ambacho kipo ni kwamba kila kitu kinakwenda kwa strategies, umeelewa, sijui kila kitu kinakwenda kwa mikakati, na mambo yapo makubwa, ni mengi, na this time ameachia EP yake. Kwa wale mashabiki wanaomfuatilia Care Boy watakuwa wanaona, fanya nyimbo za singeli, afanya nyimbo ya kumsemia daktari, fanya nyimbo ya kumsifia Daktari Samia Suluhu Hassan, na kuna mengi ambayo yanakuja. Of course kuna time itafika Care watu wataamini na watajua na wataona kitu gani ambacho anachokiandaa, na hawezi, sio kama amekaa kimya tu muda mrefu, amekaa tu na nini, na ni project zipo, si muda mrefu zitatoka, watu wataona na vitu kama hivyo, na kuna siku tutaongea kama hivi na wewe, nitakwambia Care ndo chipkizi namba 1 au huenda ndo katika A list pia akawepo, kwa sababu naamini kupitia kwake. Subscribe Miujiza TV.